Wewe ulisema mimi ni bwabwa. Mwanamuziki sijui mtu ambaye anaisupport muziki, mlevi, lakini vile vile ni shoga, ni mtu ambaye anagongwa na wanaume wenzake. Na ndakuja sasa, mimi nataka nikwambie kitu kimoja. Naomba tafadhali uje unipe kidogo tu ni kuonyesha urijali wangu, ndio utajua mimi ni bwabwa ama si bwabwa. Ama unipe mkeo nitoke naye akuletee taarifa mimi niko vipi. Wallahi ninavyokujua huo mwili ulivyo na kile kibuduasha chako kilivyoingia ndani kimekuwa kama mbilimbi, utaona aibu. Yaani natamani wale ambao nimetoka nao wawe ni mashuhuda. Mimi natumia dakika ngapi au masaa mangapi kumaliza. Yaani ukija na kuahidi lisali 1.5 ndo nakuachilia. Yaani unaropoka tu umjui mtu. Umjui mtu, waongea tu. Tafuta details, zungumza, sio unaropoka tu kwa sababu ya mihemko. Hivi unajua mimi nakujua vizuri wewe. Unajua wakati uko Nairobi uliwatapeli wa Somali na wale wa Somali wakakukamata wakakuweka ndani. Unajua aliyekudhamini ni nani? Sasa sitaki kumtaja kwa sababu ya heshima ninavyoheshimiana naye, lakini nakueleza huyu mtu alokudhamini ana kidude cheusi hapa, alafu ana asili ya Unubi, watu wa Sudani. Lakini hapa Tanzania huwa anakuja na Kenya anaishi, ana wake 3. Nafikiri nikisema hivyo utakuwa ushaelewa kama najua details. Uliwekwa ndani na wakati kunajadiliwa namna ya kukutoa ndani, ya kukutoa katika hicho kikao mimi nilikuwepo. Japo ukuwa unanifahamu, uje kuniona. Umevimba mashafu kama kalio. Domo la kunuka, umekaa kia sala wewe ndo ndoto uliotolewa haya. Wewe ndio una akili, nenda kamjibu. Wenye akili wamekaa wametulia. Waswahili wana msemo wao, huo msemo umekaa kama comedy kuchekesha, lakini ni msemo mzuri sana wenye mazingatio makubwa. Huo msemo wa Swahili wanasema hivi: ikiwa upo sehemu labda bafuni hivi unaoga, umepachika nguo zako juu pale, umeshavua nguo zako zote, umepachika juu, unaanza kuoga sasa. Ile unaoga, katikati ya kuoga akaja kichaa mwendawazimu, akachukua zile nguo zako akawa anakimbia nazo. Sasa wakauliza kwamba hivi ule kichaa utatoka ukamkimbiza ili mradi uzichukue zile nguo zako au utamwacha? Lakini jibu liliokuja zuri ilikuwa kwamba mwache, usimkimbize. Ukitoka ukawa unamkimbiza, yani unakimbizana naye mitaani, wewe hujavaa nguo, mwenzako akavaa nguo, kwa kudai kwamba unamkimbiza uchukue nguo zako zile, nani ataonekana chizi hapa? Wewe ndio utaonekana chizi na kichaa mkubwa, kwa sababu huna nguo, unakimbia mtaani, mwenzako nguo nayo amevaa, wewe ndio utaonekana kichaa. Sasa katika hili Sheikh Kishki yeye ameshinda kabisa, kwa sababu alipokuwa anaoga akaja kichaa akachukua nguo zake, yeye akumkimbiza, alimwacha akaenda kuchukua nguo zingine, maisha yanaendelea. Lakini pembeni huko kuna watu waliomsaidia kumkimbiza huyo kichaa ili wazipate zile nguo. Sasa katika kumkimbiza sasa ndiyo yanatokea haya, anaonekana kichaa yule aliyokuwa akimkimbiza kichaa. Ndiyo hapa leo. Na huyu jamaa wetu kakosa hikma. Ingekuwa na lengo la kumsaidia mtu aliyoshutumiwa, aliyotukanwa, basi angetumia utaratibu kama nilivyokuwa nakufanya mimi. Ustaarabu kabisa, ili mradi kichaa haone, ili mradi yeye asionekane kichaa, aonekane na hikma, ili ukichaa uonekane kwa yule anayeambiwa. Lakini hapa tayari huyu huku kashaonekana yeye ndio akili ana, kaonekana kichaa kwa sababu kaja bila hikma, kaja kwa matusi, kamuita mtu shoga. Hivyo haitakiwi kabisa. Na Mtume Muhammad anasema hivi: sibabu almuslimu fusuku, kutukanana na muislamu mwenzako ni uasi. Sio hivyo tu, qitaluhu kufur, na kupigana naye muislamu mwenzako ni kumkufuru kabisa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo hawa ni waislamu wawili na wapo duniani kwa lengo
la kufanya kumwabudia Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutia nia kuwa ya kuingia peponi siku ya kiyama. Lakini leo tayari wamezua matusi mitandaoni, tunakwenda pabaya. Fa aina tadhhabun, jamani, tunakwenda pabaya sana. Lakini nyinyi mliokuwa mnamtetea huyu Juma, leo mnasikia wenyewe ni mtu wa matusi huyu, si mtu mstaarabu. Na ndio maana Kishki kakaa kimya. Lile jiwe lililotupwa kizani naona limempata yeye. Kishki alizungumza kuhusu Qur'ani, watu wanaitumia vibaya, wanaifanya kuwa ni uchawi kabisa. Hakumtaja mtu yeyote. Naona lile jiwe lilivyotupwa kizani lilimpata huyu Juma. Ndio maana leo kaanza kuzua matusi mtandaoni, lakini haina shida. Huyu kuanzia leo jamani apuuzwe. Lakini wewe shekhe mwingine haukutumia hekima pia. Kwa hivyo na wewe tunakuhesabia kama huyu. Ungekuja taratibu kistaarabu, ungeongea naye ingeeleweka. Lakini leo umeona wote mnaonekana akili ya Mungu, inakuwa sio vizuri. Kwa hiyo Sheikh Kishki yeye ana tatizo kabisa, katulia pembeni. Kuanzia leo huyu Juma jueni kwamba hayupo sawa. Hayupo sawa. Yenyewe mnaona tu ana hikma yote, ana sigda, lakini nafiki mtupu inakuwa tatizo. Kwa hivyo tuelewe hivyo, tumpuuze huyu Juma. Lakini pia jambo lingine, ndugu zangu Waislamu, tudumishe amani katika nchi yetu, tudumishe amani. Kwenye amani siku zote ndio kuna uhuru wa kufanya jambo lolote. Kujitengenezea akhira yako kikamilifu kabisa panahitajika amani. Kutengeneza dunia yako kiukamilifu katika mambo ya kiriziki panahitajika amani. Bila amani hapatotengenezeka jambo lolote lililokuwa zuri. Kwa hivyo inshallah tumuombe Mwenyezi Mungu atupe amani, atudumishe amani. Sisi wengine tupo huku hatuna shida yoyote. Kwa hivyo na wala hatuhusiki na jambo lote. Mwenyezi Mungu atuepushe, atuondoshe mabalaa, atudumishie amani katika nchi yetu.